Karibu tena kwenye channel yetu ya Jesse Swahili Movies. Hii ni Love Destiny. Kama bado hujafanikiwa kuona sehemu zilizopita ndani ya hadithi hii, angalia kwenye channel yetu hapo. Tuendelee. Asubuhi ile, Loveness alikuwa tayari ameondoka nyumbani kuelekea kazini, na tuliona walitoka kwenda kula na rafiki yake Salma, na Loveness alikosa amani kabisa. Alibaki kulia tu, Salma akabaki tu kumfuta machozi. John alibaki peke yake, nyumba ikiwa kimya na tafakari kubwa. John amekaa mezani akinywa chai taratibu, lakini mawazo yake hayakuwa mezani. Alijikuta akiwaza namna Loveness alivyoondoka asubuhi bila kelele, bila lawama, lakini kwa moyo wake ulikuwa na maumivu sana. Ukimya ule ulianza kumla zaidi ya maneno. Ndipo simu yake ikaita. Ilikuwa ni Natalia. Sauti ile ilikuwa ya zamani, lakini bado ilikuwa na nguvu ya kuamsha historia. Natalia alimwambia wakutane Magomeni. Hakukuwa na maelezo marefu, hakukuwa na maswali. Kulikuwa na mwaliko mmoja tu uliomrudisha John kwenye yaliyopita. John alikubali. Akiwa njiani kuelekea Magomeni, John aliendesha gari akiwa na mawazo mengi. Alimpigia Natalia simu kuuliza sehemu kamili. Natalia alimwelekeza Magomeni Mikumi, akamwambia kuna restaurant moja pale, na akifika ampigie simu. John aliendelea na safari. Lakini hapa ndipo kosa kubwa la mahusiano linapoanzia, kwa sababu nyumbani John ana mke halali, mwanamke mwenye nidhamu, mwanamke anayempenda kwa dhati na anayepambana kulinda ndoa yake. Lakini moyoni mwa John kulikuwa bado na mlango ambao haujafungwa kabisa. Na pale mlango wa zamani unapobaki wazi, mtu asiye na hatia ndiye huumia. John alipofika Magomeni alipaki gari pembeni. Natalia alipofika, uso wa John ulibadilika ghafla. Furaha ikarudi. Tabasamu likatokea. Hisia ambazo hazikuonekana nyumbani zikajitokeza hapa. Waliketi pamoja, wakanywa juice, wakazungumza. Natalia alimwambia alivyomkumbuka. Akamkumbusha historia yao ya zamani. Akamwambia bado anampenda na yuko tayari kufanya chochote ili mradi awe naye. Maneno yale yalimgonga John moja kwa moja moyoni. Machozi yakaanza kumtoka. John alisimama ghafla, akaamua kuondoka. Natalia alibaki amekaa peke yake. Ndani ya moyo wake akajisemea kuwa hatakata tamaa. Aliahidi kupambana mpaka ampate John. John akiwa barabarani, akiwa bado amechanganyikiwa, John alimpigia simu rafiki yake wa karibu sana, James, anayefanya kazi airport ya Dar es Salaam. Alimwambia ana tatizo kubwa na anaomba wakutane waongee. James alimwambia ngoja kwanza amalize kazi kisha wakutane Terminal 3, mahali palipo tulivu kwa mazungumzo. John alikubali na akaelekea airport. Na katikati ya yote haya, kuna mwanamke mmoja anayeteseka kimya kimya. Loveness, mwanamke asiye na kosa, mwanamke anayependa kwa dhati, mwanamke anayepambana peke yake. Swali linabaki, je, John atasimama kama mwanaume na kulinda ndoa yake, au ataruhusu historia ya zamani kuharibu maisha ya sasa? Usikose sehemu inayofuata. Kazi nzito bado iko mbele.